Katalaba kandele kurabash. Lekandele kurabash andele karias. Leka hasaya kayamash. Lekapapash talia. Lekanda laka sakayamash. Tukombelea Yehova. Tukombelea. Asante sana kwa mchungaji Apotre Docteur kwa ajili ya hii maono ambayo umefanya. Mungu wako akubariki sana na apandishe hii huduma viwango vingine. Wanajua ndugu wakati ya shida. Wanajua ndugu wakati wa shida. Kama mtu atakubali tujiunge hapa, adepanse pesa na vingine juu ya kuombea Kongo, na yeye haiko Mkongomani, atuwaiona ile kila nafasi. Mzee, tunakupenda sana na tunaheshimu ile kitu, na tunaheshimu pia watu wote ama Wakristo wote wa mahali hapa. Mungu awabariki pia na Mungu awaongoze zaidi. Haleluya. Amen. Asante kwako wewe ambaye umekubali kuja hapa kwa ajili ya kuombea nchi yetu ya Kongo. Na mimi naamini Mungu atafanya kitu kwa hii maombi yetu hapa. Mutanivumilia kwa sababu hata mbiblia muko dedikase ya majina. Kuko watu wenye fo presence yao ionekane. Haleluya. Depuis tuliingia hapa tulikuwa tuyapiga makofi ya papa na mama. Malaika ya kanisa walikuwa wajashimama kwa mara moja. Hiyo nitasema amani irudi. Amani irudi Kongo. Amani irudi Afrika. Amani irudi tena zaidi ya kawaida. Haleluya. Haleluya. Mtu wa imani angeelewa kwamba amani iko narudi kwa jina la Yesu. Mtu mmoja tusomee Yohana 14 mstari wa 27. Tusikie inasema nini? Na mwingine anaandaa Psalm 127 mstari wa kwanza hadi wa pili. Alafu tutakia funga na ile verset de base yetu. Tuko na saa yenye tutaisoma hiyo. Karibu msomaji. Tutakuwa wima. Tunasimama sote. Yohana 14 mlango wa 22. Leo muri muhaguruke mwese. Simameni nyote jamani. Kwa kusoma Biblia tunasimama. Leo muri fuziet. Ndio. Are you there? Yes. Muko pale. Mirongo ibiri n'itandatu ngo amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabasigiye. Jeho simbagarira nk'uko ab'isi bagaba, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Ukurikira wakati yenye tuko amosa igihe turi mubu maji haiko tena chini, amazi nabwo ari hasi kandi maji yenye muko nao peswele, amazi ufite ishaka ni maji yenye iko natoka mbinguni, amazi akava mu ijuru na inawafuata kwenye Mungu. akabasanga aho muri. Akasema ukikunywa hii maji hautaona kiu kamwe. Musobora kandi Ni nyota. kusema ya kwamba Nukuvuga ko Mungu iko napenda tuelewe, Imana ikiragomba ko kabla tupate amani kupitia vitu tulivyo navyo, Fereka turonka amahoro mu bintu biri. tunatengeneza kwanza amani ndani ya mioyo yetu Dukoresha dutego dukureka kupitia kukubali wokovu ambaye ni Yesu Kristo. Bishe mukwemera gakiza Ni maji ya uzima. na mazi y'ubugingo. Tunapompokea Iyo tumaki hatutaona tena kiu kamwe, ntabwo tubona kandi nyota, tutakuwa na uzima, ariko tuzogira tena ubuzima uzima wa milele. kandi ubugingo buhoraho. Ni kusema nini? Nukuvuga iki? Amani ambayo dunia inaleta, Amahoro yayisizana ama amani ambayo tuko natafuta, cyangwa amahoro tuba turarondera hatuwezi kuipata ntidushobora kuyironka kama kwanza ndani ya mioyo yetu hamuna amani. mu
mugihe mu mitsima yacu bwambera tamahoro arimo. Hawezi ombea mtu ntushobora gusengera umuntu amani amahoro wakati wewe kwanza ndani ya moyo wako hauna amani. Mugihe mu mutima wa tamahoro ufise, ni kusema kile kenye uko nacho kuba kile ufise ndio kinachotambukiza watu wengine, nicho uzokwandukiza abantu. Kwa maana maandiko yakasema kinachomjaza mtu ndicho kinachomtoka. Nicho kimufanya. Nilikuja nikwambia jioni ya leo, kabla ya sisi kuanza kuomba kwa ajili ya amani ya maisha, Bwana ajaze moyo wako na amani kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu. Kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu. Naona kuna watu hawajaelewa. Kuna watu hawajaelewa. Unaweza kuwa mumasafi, lakini kama uko na Yesu ndani yako, uko na confiance kama risasi haita kupata. Kuwa na amani ya Yesu, kuwa na assurance kama makala vita yuko nahi na makala konfina komba nao ilitonga lina ni sitatikisika. Sema sizonyika ndio maandiko yakasema ni yitanditswe wanaokutegemea Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika kama. Niko napenda mtu mmoja leo tutegemee Bwana siku ya leo. Tutasimama, tutaomba, tutafukuza, tutadeklare na vitu vitaendelea. Sikia nikwambie, haiko wakati ya kunegosie watu watupatie vitu vyao. Mwenye atakuima vitu yake, wewe achana nayo, pokea vya mbinguni. Kuna wakati mwingine hatuna bezoi tuingie ndani ya kisima ya Betisaida ama tuchunge malaika achamshe maji. Ndio kitu ambayo mtu hapoelewa. Alikuwa na problem ya transita. Aliwasia ya kwamba anatakiwa kuchunga malaika. Ndio kwa maana wakati Yesu alikuja, sasa Yesu alifika, akamwambia uko nafanya nini hapa? Shimama na uende. Akamwambia hapana, mimi sina wa kunitia mle ndani. Mtu alishinda kuelewa maji yenyewe nataka aingie ndani ni ya chini, lakini Mungu alishamshushia maji ya mbinguni. Niko napenda uelewa mwenye uko hapa. Deja vision ilishakuwa, tuko deja na autorite. Maandiko yanasema waliompokea Bwana walipewa uwezo na mamlaka, uwezo na mamlaka ya kuponda kichwa cha nyoka na wala haitodhuru. Ni wakati wangu naomba kusimama na kualika uwepo wa Bwana. Amani inakuwa na advantage. Wakati amani iko, kunakuwa security. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kuko amani, kunakuwa security. Wakati kuko amani, amani yenyewe inakuwa source ya benediction. Wakati kuko amani, kunakuwa maendeleo. Sema amani inapokuja, inakuja na maendeleo, inakuja na security, inakuja na benediction. Sema tunapokosa amani, tunaishi maisha ya blockage, tunaishi maisha ya souffrance, tunaishi maisha ya vita. Na ndio vitu tuko naona siku ya leo. Sasa kitu nikajiuliza, nikakuwa niko na waza, nini nafanyaka amani ipotee? Kwa tuombe amani. Nini nifanya amani ipotee? Takupatia vitu ine hapa. Kitu cha kwanza kinafanya amani ipotee, kitu wanaita injustice pamoja na corruption. Wakati nation injustice na corruption, amani itapotea mwa ile nation. Deja niko naongea kwa hii generation. Ukitaka miaka inakuya, amani idumu kwenye huko ama kwenye utaongoza, unatakiwa kujua kwamba injustice na corruption inapoteza amani. Unaweza soma Proverbes 9 verset 4. Kitu cha pili kinapoteza amani
wanamwacha Mungu. Ni mugihe abantu baresima. Les rejets de Dieu. Mugihe baresima. Dunia tunaishi leo. Isi tubayemo muri kila mtu ni muyuwai. Umuntu wese ari muyuwai. Abapoliticiens ni bayuwai. Abapoliticiens n'abayuwai. Abakristo ni bayuwai. Abakristo n'abayuwai. Dunia mzima ni bayuwai. Isi nzima n'abayuwai. Kila mtu anapenda kuwe na vyake. Umuntu wese agomba kugira ivyiwe. Tunatourne autour ya intérêt. Tugomba tuzunguruka na hiyo inafanya tunashindwa endelea. Kugira isi itere imbere. Inalomba tu respecte loi ya hierarchie. Inasaba yuko tu respect hiyo. Tukishinda kuiheshimu twananirwa kuba amani itapotea. Amahoro azotaka. Kitu kingine kinapoteza amani. Ikindi kitu kitangaza amahoro. Kitu wanaita oppression ya pauvre. Ni ukene. Ni kitu wanaita oppression des pauvres. Ni ukene. Wakati tunatesa wa maskini. Akunegura abakene. Okay. Wakati tunatesa wa maskini. Mugihe tunegura abakene. Amani inakuwa inapotea. Amahoro arataka. Mwafrika leo tuko na shida. Muri Afrika dufise ikibazo. Wale batajiri depuis 1980. Baja abatunzi bake. Ndio batajiri ba leo. Ndio batunzi biki. Wale bamaskini ba depuis zamani. Baja bakene bake. Ndio ba leo. Ndio biki. Na wakati mambo haina equilibre. Mugihe ibintu bidafise. Lazima amani itapotea. Ngomba amahoro ataka. Kitu kingine kinaua amani. Ikindi kintu cica amahoro. Ni kitu banaita vita. Ni intambara. Vita na matengano. Intambara no gutandukana. Wakati watu wanatengana, mugihe abantu bataruka, amani lazima ipotee. Amahoro ni ngombwa atakane. Ndio kwa maana umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Niyo mpamvu ubumwe ni ngombe gutandukana. Haleluya. Haleluya. Amen. Kitu kingine hapa. Ikindi kintu ngaho. Napenda uelewe ya kwamba ndagomba yuko taura yuko kila wakati igihe cyose utapotembea na hii mambo ile nimesema, usogendana n'ibi bintu bine navuze, familia yako, muri umuryango wawe hamtakuwa amani. Na mahoro azokwigira watu karibu yako, abantu iruhande hawatakuwa na amani. Na mahoro bazogira. Kama ni kanisani, niba ari mwishe, hawatakuwa na amani. Na mahoro bazogira. Huko watu tunaishi nao, abantu dufise tubanye sababu ya kuwa franga ni marafiki wazuri. Kuko iyo ufise amahera ubura umugenzi wawe. Ukikuwa pesa, hari amahera, uyuda yako inaonekana. Ubuyuda wawe burabonekana. Anajazwa sana mkanisa. Aruzuzwa cyane gose mwishengero. Ukimupatia 10,000 msekra mwambie upatie mwenzako 5,000. Umuhaye 10,000 undi ukamwa 5,000. Sana kwa nakwambia banipatia tu 3,000 na kama hata hii mixing sana pendaka tuwewe sawa sawa. Araza kumwe batingoje bamaye 3,000 na bayese sana kushinda Kolombe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuelewe ya kwamba utaure yuko kama amani inapotea, ugiye amahoro ataka. Nikusema kuna vitu vinafanya amani ipotee. Kuvuga ngo hari ibintu bituma amahoro ataka. Lakini acha niongee hivi. Ariko reka ndamvuga. Kama kuna vitu vinapoteza amani. Nimba ari ibintu bituma amahoro ataka. Nikusema kuna vitu pia vinaweza kurudisha amani. Kuvuga ngo hari ibintu bisora kandi kugarura amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Imani ishimwe. Nisikilize kwa makini hapa. Yumviriza neza mbere dada. Kama kuna vitu vinapoteza amani. Nimba ari ibintu bitakaza amahoro. Kuna vitu pia vinaweza kurudisha amani. Hari ibintu bisora kandi kugarura amahoro. Kitu cha kwanza kinaweza kurudisha amani. Kitu cha mbere gishobora kugarura amahoro ni wakati unaongoza, ni mugihe uruyobora katika haki, mukuri, diriger avec Dieu, kuyobora hamwe n'Imana, dans la justice, mukuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kitu cha tatu kinarudisha amani, ikintu cha gatatu kigarura amahoro, c'est chercher Dieu comme une nation, ni kurondera Imana nk'ihanga. Ndio tumesoma mu Chroniques 7:14. Ndio dusoma mu gitabo cy'Ingoma nk'umuntu umwe, tunatubu dhambi zetu zote, icyaha cyacu byose, alafu tunamulilia Mungu, amatukaririra Imana, Mungu atatusikiliza, Imana ikatwumva na atatusamehe. kandi natubabarira. Ndio kwa maana wakati Jonas, niyo mpamvu mu gihe Mungu alimtuma Ninive, Yona igiye murungi, Imana yarungika Yona. Mungu alikuwa na besoin aangamize hii nchi. Imana ifise inyumba yo kuyoba. Lakini kitu napenda hapa, ariko ikintu ngomba ngaha, wakati Jonas amefika, uge Yona yashika, akaanza kuhubiri injili, atangura kuvuga ubutumwa bwiza. na wakati alianza kuhubiri injili, uge atangura kuvuga ubutumwa bwiza, Biblia inaniambia, nasema Biblia inavuga ngo kuanzia mfalme mpaka wa mwisho, kuwera kumwami mpaka kwa wote wakavaa magunia, bose bambara amagunia, wakamulilia Mungu, batangura kuririma, Mungu akawasamehe, Imana irabababarira, na maisha yao ikaendelea. ubuzima bwabo burabandanya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni kusema kwamba nukuvuga ko tunapoacha dhambi iyo turesi ibyaha na tunatubu, tukihana. ndio mwimbaji mmoja ameimba hapa, baba muriri byo marariri, tunapoacha dhambi iyo turesi ibyaha alafu tunatubu,
inapatia Mungu nafasi ya kumaliza vita katikati yetu, ya kumaliza vita miongoni mwetu, ya kumaliza vita mu familia zetu, ya kumaliza vita mu makazi yetu, ya kumaliza vita mu makanisa yetu. Ni kusema Mungu mkono wake hauko mfupi kutubariki, lakini dhambi zetu ndizo zinatutenga na mkono ama uwepo wa Bwana. Ambiane karibu yako, kimbia dhambi, utaishi amani ya Yesu. Hapana kumuogopa, tuko msafina, simba itakula mbuzi leo. Mwambie kimbia dhambi, utaishi amani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu kingine hapa ni cha mwisho. Mwambie unataka kufa, akasema hapana, na Mungu niliyemwamini nimeshapoteza wakati pamoja naye, nimeshatoa mali nyingi. Akasema Baba, nakataa kufa, nahitaji uzima. Nikumbuke sukuma nabii, akasema nimemsikia, namrudishia uzima wake. Nilikuja kuongea na wewe, Bwana hajakuita bure. Hapana, usiangalie miaka yako, usiangalie umbo lako, usiangalie umasikini wako. Wewe kisi uko pale, kisi niko hapa, tukiungana kwa pamoja, tulishamwamini Bwana. Mwambie Baba, tunakatana vita Kongo, tunakatana vita Afrika, tunakatana vita Burundi, tunakatana vita Mweste Afrika, tunaita amani, tunaita amani, tunaangamiza maadui zetu. Zaburi inasema, aseme 1000 itaanguka kwenye mkono wetu wa kushoto, na maadui zetu wengine ambao ni 15,000 wataanguka kwa mkono wetu wa kulia. Ni kusema ya kwamba maadui zetu hawana nguvu kuliko sisi, wanaopoteza amani yetu hawana nguvu kuliko sisi, wanaozishambulia usiku na mchana hawana nguvu kuliko sisi, wanaotuonea leo hawana nguvu kuliko sisi. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema amupigane kwa ajili ya kushinda. Alielewa tutakuwa mvita siku moja, akasema amupigane kwa ajili ya kushinda. Munapigana ndani ya ushindi, munapigana ndani ya ushindi. Ndio maana akasema aliye ndani yenu nyinyi ni mkubwa kuliko yule ambaye yuko ndani ya dunia. Tuna Mungu mkubwa ambaye anaweza yote. Wanamuita mfalme wa wafalme, wanamuita Mungu asiyeshindwa, wanamuita Jehova Sabaoth, wanamuita El Shaddai, Maandiko yanasema ya kwamba tutakapopita katika bonde la uvuli wa mauti tusiogope mabaya, maana Bwana atakuwa pamoja nasi. Bwana yuko pamoja nasi. Bwana yuko pamoja nasi. Bwana yuko pamoja nasi. Elisha kaambia Gehazi, aliye pamoja nasi ni wengi kuliko wale. Kuna mtu hajaelewa. Wewe unaona masukoi, uko nasikia masasi, ukumva masasi, unasikia shida, ukumva gusibibazo, unaanza kutetemeka, utangura kujugumira. Nimekuja kukwambia hivi, naje kukubwira, shimama, haguruka, ita Mungu, hamagariba, na atamaliza kazi, araheza kazi. Nataka tuimbe sote, ndashaka tuhaguruke twese, tumulilie Mungu, tulirire Imana. Chronique wa pili, chapitre 7-14. Ngoma ya kabili 7-14. Verset de base. Ndio verset de base. Inasema kama taifa. Inakuwa batsingo mu gihe igihugu kigundua makosa yao. Nichataura ibibazo byabo. Wote wakaja. Hama bose bakaza. Wakiniomba
bakansenga na kutubu dhambi zao no kwihana ibyaha byabo, nitawasikia zobumva na nitawarudishia amani yao. zobagarurira amahoro yao. Haleluya. Amen. Amani irudi siku ya leo. Amahoro agaruke uyu munsi. Amani irudi siku ya leo. Amahoro agaruke. Nataka watu waseme amen. Amani irudi siku ya leo. Amahoro agaruke uyu munsi. Amen. Wote ninaowapenda wasipitwe na neema yako, na neema yako. Basi ikiwa ipo ahadi ya kuingia rahani mwako, sitaki kukosa na niwapendao. Haya ni maombi yangu kwako, wote ninaowapenda wasipitwe na neema yako, na neema yako. Basi ikiwa ipo ahadi ya kuingia rahani mwako, sitaki kukosa na niwapendao.